Seti. So what's up my good people, welcome to this channel. I go by the name T Silver, and guess what, nilikuwa nasoma hii kitabu. I like reading hii kitabu, hii River and the Source. So kitu ikanikujia kwa akili, kwa nini most of the young men saa hii ama young people hawataki kuolewa kabisa? They don't want marriage. So people are quitting marriage, unapata watu wana divorce wengi. So why are many people quitting marriages? One, economic pressure. Watu saa hii economy ni mbaya. Hata ukiuliza mtu anakwambia economy ni mbaya mazejo. Hata ukimwambia niwekeka kitu anakwambia mazee sina. Economy ni mbaya. And that pressure is what is leading many young people hawataki kuoa juu mtu anaona mimi nikioa na sina pesa, sina nini, huu mwanamke nitakuja kumpea nini? So one, pressure ya maisha iko juu sana. No money, no employment. Kitu ya pili, traditional wedding, cost of wedding ama cost of dowry payment. Saa hii kulipia mahari, it is costing hundreds of thousands of pesa. Watu ni kama investment. Huyo mtoto wa mtu ameweka ni kama investment yake. Siku hizi unasikia mtu anazaa. Okay, mtu anazaa akisema mtoto wangu nitamfanyia kila kitu, hii ni kama investment yangu. Mtu anaamua azae kama investment. So ile time wewe umekuja kuchukua huu mtu, already kuna mtu ashawekea maisha yake kwa huyu msichana huyu umeenda kuoa. Ameamua sasa hapa ndio atalipisha. So ukienda kulipa mahari, unakaliwa chini na wazee wanakuhesabia vitu mpaka unashangaa. So that is why most of the young men, mtu anasema mimi niende nikahesabiwe vitu huko, vitu mingi na mimi sina. Mtu anaamua acha niache kuoa, mimi sioi. So that still is leading to youth wengi wana quit marriages. Mtu hataki kuolewa na hataki kuoa. Kitu ingine, spend a lot of money kusaidia extended family. Extended family inamaanisha ile familia ya umeoa ile familia umeolewa inataka uisaidia sana juu wewe uko na pesa. So ile time umeoa inabidi tena uanze kusaidia mashemeji. So mtu anaona afadhali hata nikae tu hivyo. That is still leading to young men kuongopa kuolewa ama kuoa. Nowadays huwezi sema ati mwanaume ndio anatoa pesa ama mwanamke. Ni both genders. Siku hizi unapata mwanamke ako na pesa, mwanaume pia ako na pesa. So kila mtu anagharamika. The fourth thing, women depending on their self. Saa hii wanawake wamekuwa na pesa. Nilikuwa naongea na best yangu nikimueleza vile saa hii the luxurious cars zenye zinatembea kwa barabara wanawake ndio wanaendesha. And guess what? Women have money. Saa hii wanawake wako na pesa, na ndio maana unapata vijana wengi wanawekwa na wamama. Juu wanawake wako na pesa, na huyo mtu hata akipoteza hakuna kitu ana lose. She is losing nothing totally. Juu ako na pesa, ashaishi maisha alikuwa anataka. Sasa anataka tu mwanaume tu wa kusurvive. Then another thing ni come we stay zimekuwa mingi sana. Mtu anasema wewe kuja tu tuishi, lakini hakuna kuoana. Mtu unapata saa hii ameweka mambo na family planning, hataki kuzaa. So
Watu wanaona tu wacha tukae tu pamoja, wanaona maisha ya kuoana. Hapana. Na saa hii kila saa mnaoana, ile time mnaoana ndio unajuanga mtu character za mtu vizuri. That is why I say take time kudate mtu kabla muoane, ndio usome huyo mtu anataka nini, anakaaje, kwao kukoaje. So that still is leading to young men quitting marriages. Mtu anaona mimi naonanga best yangu anaishi tu kaa boy na boyfriend na girlfriend na wanaishi maisha mazuri. Mtu anaamua maisha ya kuoa mimi nimeacha. Haya, kitu ya mwisho na hii kwanza sasa ndio inasumbua sana, social media. Social media sikia tu, social media, TikTok, Instagram, Facebook. Yaani watu wengi wameleta maisha yao kwa mtandao yenye inatishia watu wako ndani ya ndoa. So watu wanaona mtu ako single anaishi maisha mazuri, anatembea, anaenda Dubai, wapi akitembea. Mtu anapiga maraundi. Sasa hiyo mkiona kama most people kama Kenya ni Prince, mwingine nani, yani most of the celebrities, unaona mtu venye anatembea juu ako na pesa, anaona ako maisha single. Hata kama ako na dem, unaona penye anaweka hiyo maisha kwa mtandao, pia pressure. Yani watu wanaona huyu jamaa si ako na pesa. Mtu anaamua mimi nilikuwa kwa ndoa sina pesa. Mtu anaquit marriage, anaamua kuishi tu peke yake, ndio aishi hii maisha anaona huyu mtu anaishi. That thing still is leading young men wa quit marriage sana. Mtu unapata mimi sasa sioi, anamwacha kwanza nipige sherehe. Na pia pressure pia imelead pia watu wengi wasifikirie mambo ya kuoa. Mtu anaona hapana, wacha kwanza nipige sherehe. Ile time unapiga sherehe unapata miaka ishasonga, na that time hauna hiyo nguvu ya kuoa, hauna time ya kuangia na mtu kwa marriage. So most men sahi, most young people, let's say both genders, kwanza wanawake hawataki kuolewa, pia hawa wana youth wanataka wamama, vijana wanataka wamama. So that thing in Kenya sahi imekuwa mingi sana, na watu wana prefer wacha tu nikae hivyo, sitaki kusumbuliwa na mtu kwa nyumba. And that is all for today. Hiyo ndio ni kitu nilikuwa nataka niongee na nyinyi leo. So continue subscribe to this channel. Mazee, nimeanza kupotea sana, lakini by the way I'm coming back to back niwape content. So subscribe and let's meet to the next video. Thank you.